Watu walioenda Dubai mwaka 2004 mlikuwa mkiona, ukifika Dubai unaona billboards kubwa zinaonesha Dubai itakavyokuwa baada ya kuwa New Dubai imejengwa. Na leo ukienda ukaona picha ulizoziona kwenye billboard na Dubai ndivyo ilivyo sasa hivi. Sasa nyie karne ya 21 mnaleta bunge hili hapa, watu wanajadili vitu peti tu. Shule moja ina watu 4000, ina watoto 4000, shule moja ya msingi, watoto 4000. Sio watoto wetu. Watoto wenu hawasomi hapo kwa sababu tu ni nani? Mnakuja hapa kwa sababu watoto wenu hawasomi hapo. Makofi kwa kila kitu, makofi, kujipendekeza, unafiki, kutokujadili mambo ya msingi. Tunachukua pesa tunaleta hapa, hatuna vituo vya afya, hatuna maji. Utakuwa mzazi wa ajabu kweli kweli. Mtoto wako anaumwa, wewe una 10,000 ya kununua dawa, ukaenda kunywa bia, alafu unarudi unasema bia hili ilikuwa muhimu sana kwa sababu nilikuwa na mawazo leo. Hayo ndio maamuzi yenu. Na nyie mko wengi na mnaweza kufanya spinning, mnaweza kudhibiti vyombo vya habari mkazungumza nyie peke yenu, lakini ukweli wa Mungu utasimama. Na sisi sio kizazi cha mwisho hapa Tanzania. Tuko hapa Mungu atuweke wazima. Kwa sababu mnafanya mambo ambayo ni unplanned. Yaani mnataka bunge hili lote hili wa Tanzania wamewalipa posho, mmekuja kukaa hapa, mnakula vizuri, mshahara wa mwalimu ni shilingi 300,000, nyewe mmelipwa hapa 300,000 kwa siku. Tunakuja kujadili vitu peti tu ambavyo vina msingi wowote kwa maendeleo ya watu wa nchi. Hakuna reasoning, hakuna mipango. Ukiona Abuja watu walikuwa na hama, kuna mipango. Ukweli ni huo, Mungu anajua, na hata mkitumia mabavu, na sisi wengine ambao tunasema ukweli tunajua kwamba hamkuwa na mpango. Kituo kilijengwa watu wasomee, eti nyie mmefanya ofisi. Na waziri kabisa eti anaamka anakwenda UDOM pale kwenye madarasa ya watoto, mmekata na ceiling, eti niko ofisini hapa. Haya mambo ya kuendesha nchi kama imezaliwa leo na inaisha kesho.